Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nimeshukuru Jehova Mungu kwa ajili ya wakati ambaye amenipatia. Wakati huu ninataka nihubiri neno ambayo Roho Mtakatifu imejaza moyoni mwangu. Wacha tuombe kwanza ndipo tuendelee na kuhubiri. Baba wetu mtakatifu, tumekushukuru sababu wewe ni mwema. Jina la Yesu Kristo ni jina ambayo imeshinda majina zote. Nimekabidhi vitu vyote mkononi mwako Jehova Rafa, sababu agano nasema ya kwamba tukabidhi vitu mkononi mwako kabla hatujaanza. Ndio sababu nimekabidhi neno mkononi mwako Baba. Nimekushukuru. Nimeweka watu mkononi mwako, shida zao na vitu vyote. Jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Wacha nisome kitabu. Wacha nisome kitabu ambacho Roho Mtakatifu amenipatia. Tunataka tusome kutoka kwa Yohana Mtakatifu 3:16. Inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akatoa mwanake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakutuma mwanawe ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakulamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Asante. Wacha ninene juu ya jina la Yesu Kristo, ama mwana wa kipekee wa Mungu. Agano ambayo nimesoma inasema ya kwamba Mungu alipenda ulimwenguni sana sana sana, yani sana ya kupindukia, sana juu ya zaidi. Usifikirie ulimwengu ni jangwani, ama ulimwengu ni mtoni, ama ulimwengu ni manyumba ambazo zimejengwa. Hizo sio ulimwengu. Mungu alipenda ulimwenguni sana. Sio mlima, ulimwengu alipenda sana. Ulimwengu ambayo Mungu alipenda ni wewe. Wewe ndio ulimwengu. Sababu kama tuko ndani ya ulimwengu hapa, sisi ndio tumetengeneza ulimwengu ikakuwa ulimwengu. Agano nasema Mungu alipenda ulimwengu ni sana sana, yani sana amekupenda. Niko hapa nikwambia, hata kama wewe ni mwizi, Mungu amekupenda. Hata kama wewe ni msharati, Mungu amekupenda. Hata kama wewe ni mchawi, Mungu amekupenda. Hata kama wewe ni mlevi, Mungu amekupenda. Agano inasema alipenda ulimwenguni sana. Hata kama wewe ni pastor, amekupenda. Hata kama wewe ni mtu wa vita kupigana, Mungu amekupenda. Ndipo agano inasema alipenda ulimwenguni sana 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 sana. Wewe ndio Mungu amenituma hapa nikwambie ya kwamba amekupenda. Ndipo wewe ndio kafanya Mungu akatuma mwana wake wa kipekee, ili akuje kwako, ili uamini kwake na uokolewe. Agano anasema ya kwamba wale wamekataa kuamini kwake wamekwisha hukumiwa. Ili hukumu isikufikie, lazima uamini kwa Yesu Kristo. Kama ingekuwa Yesu, singekuwa vile nilivyo. Singeamini kwa Yesu, singekuwa vile nilivyo. Kwa nini? Mimi wakati ilifika nilikonjeka mpaka nikaaga, nikakufa yani. Vile niliamini kwake Yesu, niliombewa nikafufuka kutoka kwa wafu. Ukiamini kwa Mungu, kwa Yesu, zote zinawezekana. Ninataka nikwambie, mwaka wa 97 mpaka siku ya leo, kama Mungu alinifufua,
ni mwaka nyingi. So singe amini kwa Yesu, singefufuliwa. Kwa hivyo ikiwa ninaongea hivi, ninaongea kwa kile kitu nimejua. Sikubembelezi ati ndio ukuje kwa Mungu. Hapana, ninakwambia kile nimejua, ya kwamba ukiamini kwake Yesu, vitu viovu zinatoka, mazuri zinakuja, maisha inabadilika, uzima inaingia. Vile mimi nilifufuliwa kutoka kwa wafu, mimi nikiongea hapa, mimi ni miujiza ambayo inatembea. Sababu kufufua binadamu kutoka kwa wafu sio rahisi. Kushika mimba na kuzaa mtoto ni rahisi, lakini kufufua, kuponya wagonjwa ni rahisi, lakini kufufua mtu kutoka kwa kifo arudi sio rahisi. Kwa hivyo nikisema mimi ni miujiza, mimi ni miujiza. Usibabaike, tuko naye yule alinifufua kutoka kwa wafu. Leo hii atakutendea miujiza vile alinitendea. Mimi ambaye nimesimama, mimi nimehubiri hapa, ninahubiri hapa, ndio Mungu huyo alitoa tumbo yangu ya kiume ambayo ilikuwa imeoza. Mungu alitoa mpaka akaniponya, nikakuwa mzima. Sasa ninaweza kuruka, ninaweza kupiga kelele, ninaweza kubeba vitu mzito, sababu Mungu aliniponya tumbo yangu ya kiume. Nami niko hapa nikwambia kwamba Mungu anakutaka, na Mungu tayari ametuma Yesu kwako. Yesu anasema ya kwamba niko mlangoni ninagonga. Yule atasikia sauti yangu na nifungulie mlango, nitaingia niishi na yeye, nikae na yeye, tukule na yeye. Kwa hivyo Mungu ametuma mwana wake kwako sasa. Amini kwa Yesu Kristo. Fungua mlango ili Yesu aingie. Ili wakati Yesu ataingia, vitu viovu zote ambayo inakusumbua zitatoweka, sababu nuru kimeingia. Mahali nuru imeingia, giza inatoweka. Kwa hivyo hizo vitu zinakusumbua ni giza. Lakini ukikubali Yesu aingie, uamini kwake, Yesu ni nuru, atatoa giza, hizo maovu, shida zote, ugonjwa, nini, vitu zote zitatoweka, sababu nuru ya Yesu Kristo imeingia. Agano nasema Mungu alituma mwanake wa pekee ulimwenguni ili yule amemwamini aokoke, na yule amekataa hatahukumiwa. Niko hapa nikwambia, hata kama ulimwengu ilikuacha, njoo kwake Yesu. Rudi kwa Yesu. Kuja kwa Yesu. Yesu anakutaka na Yesu amekupenda. Agano inasema Bwana Mungu alipenda ulimwengu sana, ndipo akatuma mwanake wa pekee. Mungu amekupenda, ndio sababu amenituma hapa nikwambie amekupenda na bado amekupenda. Sasa zingine uko gerezani sababu ya matatizo ndogo tu. Dhambi zingine ndogo imekuingiza kwa gereza. Niko hapa nikwambie Mungu amekupenda, atakutoa hapo kwa gereza. Sasa zingine uko hospitali, na sasa zingine unaongezwa pumzi, na sasa zingine umefungiwa mavitu ili upone. Sasa zingine uwezi ukalala, umewekewa kitu ya kusaidia kichwa yako irudi hivi ili ndio upumue. Niko hapa nikwambie Mungu alipenda ulimwenguni sana, ndipo akatuma mwanake wa pekee ili yule ameamini kwake apate uzima wa milele, aokolewe, na yule amekataa hatahukumiwa. Agano inaendelea ikisema ya kwamba hiyo hukumu inafanana hivi. Giza imekuja nuru imekuja ulimwenguni, na watu wamependa giza kushinda nuru, sababu vitu vyao viovyo. Yani yani maovu zako inaweza kuzuia kukuja kwa Yesu. Lakini kwa nini nikwambia, hata kama uko na maovu kubwa, njoo kwake Yesu, sababu Yesu anakutaka na Yesu amekupenda. Hata kama watu wa ukoo wamekutupa, wamekuacha, hakuna yule amekupenda, hawakuongeleshi, hawakutembelei, njoo kwake Yesu. Yesu hatakuacha, Yesu atakutembelea, Yesu hatakudharau, Yesu amekupenda. Yesu hatakuacha umaskini, Yesu atakupatia mali.
sababu Yesu ni vitu vyote juu ya vitu vyote. Yesu amekupenda sasa. Njoo kwake Yesu uone miujiza na ishara. Ukikuja kwa Yesu sasa, utakuja kufanya ushuhuda ya kwamba nilipoitwa nikaenda kwa Yesu, nimepata miujiza na ishara. Ninataka nifanye ushuhuda ya Yesu Kristo. Niko na dada mwingine katika kanisa yangu, alikuja mwaka zingine, tukashiriki naye akapotea tena. Nikashinda na huyu mama ameenda wapi? Na sikumtafuta, nilimwacha tu apotee, atarudi tu. Si ati siwataki. Akakaa mwaka na ndipo akarudi. Jana alinipigia akaniambia, Bishop, askofu wewe uko na Mungu. Mungu wako ni Mungu. Nilipotoweka kwa kanisa nikaenda kando, niliteseka mpaka nikaamua nirudi kwa kanisa. Na niliporudi kwa kanisa, na hii mwezi zingine ndogo hii nimekuja kwa kanisa, ake Mungu wewe askofu uko na Mungu. Mungu wako amenibariki, amenifungulia njia. Nikamuuliza, ulikuwa unakuja kujaribu Mungu wangu ya kwamba uone kama atakubariki? Na wewe ndio uliponyoka kwa wacha Mungu wangu. Sasa ulirudi umjaribu? Na hapana, sikurudi kumjaribu. Lakini nilitoweka na nikagundua Mungu ambayo wakati nilikuwa hapo, Mungu ambayo nilikuwa nikiona. Sasa niliporudi nikaona amenifanyia kazi kushinda wakati nilikuwa hapo wa kwanza. Sitaacha Mungu na sitaenda mbali tena. Huyu Mungu wako wewe uko na Mungu, askofu uko na Mungu, askofu uko na Mungu. Nikacheka kwa simu, nikasema, na hii kitu inakutetemesha aje? Inakusumbua namna gani? Niko hapa nikwambie, tunaye Mungu. Ikiwa umekubali kwa Yesu Kristo, utaona wewe Mungu na macho yako. Sababu Mungu ako na vitu vyote, na gani anasema ya kwamba alituma mwanake wake pekee ili akuje ulimwenguni. Sababu Mungu amekupenda. Niko hapa nikwambie, Mungu amekupenda. Mungu amekupenda sana. Hata hiyo kitu inakusumbua, Mungu hataki kusumbue. Anakungoja ukuje kwake Yesu mwanake wa pekee ambaye alituma kwako. Je, umejua ya kwamba Mungu alituma Yesu kwako? Hizo vitu zinakusumbua, bado zinakusumbua kwa sababu umekataa kuamini kwa mwanake wa pekee. Siku ile utakubali kuamini kwake Yesu Kristo, utaona Mungu na macho. Bado Mungu anakuona tu uteseke, anakuona tu ukonjeke. Mungu anakuona tu uwe maskini, anakuona tu watu wakudharau, watu wakutupe, wakuache. Sababu alituma mwanawake wa pekee kwa ajili yako, kwa sababu waliona shida yako na umekataa kukuja kwake Yesu Kristo, umekataa kuamini kwa mwanawake wa pekee Yesu ya Mungu. Sasa Mungu bado ana haja na wewe mpaka siku ile utakubali kuamini kwa Yesu Kristo. Nikwambia hata mahali huko Mungu amekupenda, baada anakungoja uamini kwake Yesu Kristo. Hizo shida unapitia, Mungu amekupenda, anakungoja uamini kwake Yesu Kristo. Maradhi ambayo inakusumbua hapa na pale kila siku, Mungu amekupenda, anataka ukuje kwake Yesu Kristo. Kazi ambayo umetafuta na umekosa, Mungu bado amekupenda, anangoja ukuje kwake Yesu Kristo akupatie kazi. Cheo ambayo unataka, umejaribu sana imesindikana, Mungu amekupenda sana, anangoja ukuje kwake Yesu Kristo ili akufungulie njia zako. Sababu gani nasema ya kwamba alipenda ulimwengu sana, ndipo akatuma mwanake wake pekee, yule ameamini kwake. Wacha nirudie. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akatuma mwanake. Yani kwa maana jinsi hii, yani Mungu amekupenda jinsi hii, vile ulivyo jinsi hii. Mungu amekupenda hata kama kiumbe chako ni mbaya, uliumba vibofu, Mungu huyo ndiye alikuumba. Kwa hivyo amependa kiumbe chake. Sasa niko hapa nikwambie, Mungu amekupenda sana 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 juu ya zaidi. Hata kama unasumbuliwa kwa kazi, Mungu bado amekupenda na anakungoja uamini kwake mwana wake ya kipekee.
Siku ile utakubali kuamini kwake Yesu, achana kwenda kwa waganga, watakukula mpaka ubaki maskini. Achana kwenda kwa watabiri, watakudanganya mpaka ubaki kama unatetemeka. Uamini kwake Yesu Kristo. Njoo kwake Yesu Kristo. Yesu ako hapa sasa, anakungoja na ako tayari ili akufanyie mahitaji zako. Hiyo ndio sababu Mungu alituma Yesu ili akuje kwako, na ukikubali kukuja kwa Yesu, ukikubali kuamini kwake, utaona vitu vikuu. Utaona Mungu akitembea, utaona matendo zake ambaye ameandika. Mungu ako na vitu vyote, hakuna kile Mungu ana. Kama unataka tu nyumba, Mungu ako naye. Ukitaka mtoto, watoto, Mungu ako nao. Ukitaka nini, Mungu ako nazo. Hata kama unataka tu gari, Mungu ako na vitu vyote. Sababu agano inasema ya kwamba vitu vyote, hata wanyama jangwani ni zangu, hata samaki ndani la bahari ni zangu. Mimi sijakosa kitu. Mungu anasema hivyo kwa Saburi. Sasa nataka ujue Mungu ako na vitu vyote. Kile inakusumbua, Mungu ako naye. Kile inakusumbua, Mungu ako naye, na amekubali atakupatia. Anakungoja tu uamini kwa mwana wake. Mungu aliona ulimwengu inazunguka sana. Mungu alituma Noa ili akuje asaidie binadamu, ikasindikana. Akatuma Eli, ikasindikana. Akatuma Samueli, ikasindikana. Akatuma Daudi, ikasindikana. Ndipo akarudi akakaa chini, akatuma watu wengi wanabii. Lakini alipokaa chini akaona ulimwengu inaenda kuharibika, akafikiria sana, nifanyaje nisaidie ulimwengu? Sababu nimejaribu kutuma binadamu, haiwezekani. Nitafanya nini niokoe ulimwengu kwa mkono wa mwovu Shetani? Nitafanya nini? Ndipo alipokaa chini akatafakari, akasema, mimi Mungu nitateremka chini peke yangu kama mwanadamu, ili niende nitembee katikati yao, na niende nikae chini, nisaliwe, niingie tumbo ya mwanamke, nisaliwe kama mwanadamu, nipitie shida zao, nipitie maovu zao, nipitie ugonjwa zao, kila kitu shida ambayo uko naye. Mungu alikuja kama mwanadamu, akasaliwa. Yesu Kristo alisaliwa na Maria. Lakini Yesu Kristo ni Mungu ambaye alitazama ulimwengu, akaona haiwezekani kama Mungu hakuna. Sasa Mungu anakutaka kwake. Saa zingine umeiba sana, mpaka umepigwa, mpaka sasa hivi hata ukitembea una mwili. Uko tu. Mungu amekupenda vile ulivyo. Mungu anakutaka. Saa zingine umekunywa mpaka sasa hivi ukitembea unatetemeka tu, kichwa inagongoka. Mungu amekupenda, anakutaka. Na ukikuja kwake, uamini kwa mwana wake wa kipekee, utabaki vile ulikuwa. Utaona Mungu na macho yako. Utaona makubwa ambayo Mungu anatenda. Mungu anatenda vitu vikubwa. Ikiwa mimi ninakuhubiria sasa, nilikuwa nimekufa akanifufua, nini nakushinda sasa? Nini nashinda Mungu wangu sasa? Na wewe ninakuuliza, unaona nini naweza kushinda Mungu? Ni nini? Ni nini unaona ni msito ama mkubwa ama ni kitu ya ajabu Mungu hawezi? Kila kitu inawezekana kwa Mungu. Si nimekuambia tumbo yangu ya kiume iliosa na Mungu aliponya. Ni nini inaweza kushinda Mungu? Hakuna kile kinaweza kushinda Mungu hata. Lakini siku ile utakubali kuamini kwa Yesu Kristo, utaona makuu wa Mungu. Utaona Mungu akifanya miujiza na ishara.
na utaona Mungu akiishi na wewe. Kile Mungu anangoja uamini kwake Yesu Kristo. Agano inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akatuma mwanake wa pekee ili kila mtu kila mtu haijakachaguliwa. Mungu hajakagua, amesema kila mtu. Hata kama wewe ni mtoto, hata kama unateswa na mapepo, hata kama ni nini inatendeka maishani mwako, hata kama wewe ni mzee mwisho, hata kama wewe ni kijana, hata kama wewe ni mtu wa kadiri, hata kama wewe ni yule hajakuwa mzee sana, Mungu anataka kila mtu. Sijui unasikiaje? Hata kama wewe ni tajiri, hata kama wewe ni maskini, hata kama una chochote, Mungu anataka kila mtu. Hata kama unapandanga ndege, hata kama uko na gari, hata kama wewe una nyumba, hata kama uko na gorofa, Mungu anataka kila mtu. Kila mtu. Mungu hajachagua ati huyu ni tajiri sana asikuje kwa Yesu. Kila mtu. Huyu ni maskini sana asikuje kwa Yesu. Kila mtu. Huyu ni kiwete asikuje kwa Yesu. Kila mtu. Huyu ni kilema asikuje kwa Yesu. Kila mtu. Ati huyu ni kipofu asikuje kwa Yesu. Kila mtu. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akatuma mwanake wa pekee ili kila mtu amwaminie. Kila mtu amwaminie. Ukiamini kwake Yesu Kristo, kila mtu amwaminie. Watu wote ambao wameamini kwa Yesu, Mungu amekupenda. Na hata vile ulivyo bado amekupenda. Mungu bado amekupenda. Anataka ukuje kwa Yesu. Unajua Yesu aliita Petro, akamuita kuja, njoo, kuja Petro. Petro akatembea juu ya maji sababu mwito wa Yesu Kristo. Nami pia nimekuja hapa nikwambie, Yesu akikuita vile amenituma nikuite ukuje kwake, kuja kwake bila manunguniko. Yesu atakufanyia miujiza na ishara mpaka wewe pia ushangae na maisha yako. Mimi kuna watu wengine wako kwa kanisa yetu, walikuja kwa Yesu kama si watu, ukiwaona si watu, lakini because of daily deliverance, ukombozi wa kila siku. Sai hata wakitoka kwa kule uwezi ukamjua sababu amenenepa, amekuwa meupe, amekuwa nyororo, amejitengeneza, yani amevaa mavazi yako anazo. Mungu amempatia, amevaa. Ikiwa alikuwa anafanya biashara, imekuwa, yani amekuwa mtu tajiri, lakini alipoingia kwa kanisa yetu, lakini kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye alikuwa ameamini, mpaka sasa bado ako kwa Yesu. Yesu anaendelea na kumtengeneza. Ni nini inakuzuia kukuja kwa Yesu? Yesu ako hapa sasa, anakungoja. Yesu anakutaka sasa. Yesu anakungoja, usihukumiwe. Agano inasema ya kwamba ili kila mtu amwaminie asipotee. Sababu ukikosa kuamini kwake Yesu Kristo utapotea. Na hata saa hii ujiamini kwa Yesu tayari umepotea. Na hiyo ndio sababu Mungu ametangaza ya kwamba amekupenda na hiyo upotefu yako. Sasa amini kwake Yesu usipotee. Hata kama ulikuwa mpotefu, Yesu anakungoja akutoe kwa upotevu ukiamini kwake ili usipotee tena, bali awe na uzima wa milele. Yani ukikuja kwa Yesu Kristo utakuwa na uzima wa milele. Sababu wale wamekataa kumwamini wamepotea, ni wapotevu. Sasa hata kama ulikuwa umepotea kabla hujasikia hii ujumbe, njoo kwake Yesu Kristo sasa usipotee, utakuwa na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye.
Yesu alitumwa ili uokolewe katika yeye. Ninakubembeleza sasa kuja kwake Yesu Kristo, uokolewe katika yeye. Usihukumiwe, usikubali hukumiwe. Gani nasema wale wamekata kuamini kwake wamekwisha hukumiwa. Hata kama uko na marafiki wabaya wanakudanganya usikuje kwa Yesu, mimi ninakuondoa kwao. Njoo kwake Yesu ili usikumiwe, lakini usipotee, utoka kwa upotevu, upate uzima wa milele, sababu Yesu anakutaka. Yesu anakungoja. Yesu anakutaka. Yesu anakungoja. Njoo kwake Yesu sasa. Kano inasema ya kwamba asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Jina la Yesu peke yake ndiye inaokoa watu. Sio jina ya mkubwa wa kanisa lenu. Sio jina ya baba yako. Sio jina ya wale wako na pesa kwenyu. Jina ni moja tu. Jina la Yesu Kristo ambayo shetani ameogopa. Uko na nini? Shida gani? Yesu anakuita. Yesu anakutaka sasa ukuje kwake ili akuondolee mzigo. Usipotee bali upate uzima wa milele. Usikumiwe ili upate uzima wa milele, sababu Yesu anakutaka. Hata kama ni ugonjwa, hata kama ni nini, hata kama watu hawakutaki, ninasema ya kwamba tunaenda kuomba, wekelea mkono mahali popote, lakini sana sana shika TV, sana sana weka mkono kwa moyo wako. Hii sababu gani nasema ya kwamba maisha ya binadamu inaanza kwa moyo? Inamaanisha kwamba maisha yako na vitu zako zote ziko ndani ya moyo wako. Sasa weka mkono wako kwa moyo wako ili tuombe usipotee, ili tuombe usihukumiwe, ili tuombe ukuje kwake Yesu, ili tuombe uamini kwake Yesu, sababu ukiamini kwa Yesu Kristo hutapotea, utapata uzima wa milele. Niko hapa hata kama uko mgonjwa, hata kama uko na shida, hata kama unalia mchana kuchote, usiku kucha zote unalia, ukitembea unahesabu mkono. Niko hapa nikwambia kwamba Yesu anakungoja. Mungu amekupenda ndipo akatuma Yesu. Usipotee, njoo kwake Yesu upate wokovu. Uamini kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo anakutaka sasa. Yesu Kristo anakungoja sasa. Anataka kuponye, anataka kupatie, anataka kutondolee madharau, anataka kufanyia miujiza na ishara. Yesu ako hapa sasa ili akusaidie, afute machozi. Yesu ako hapa afute hata mafikira nyingi. Yesu ako hapa anakutaka akufanyie miujiza na ishara. Ninataka niombe na yule anataka Yesu. Ninataka niombe na yule ako mgonjwa. Ninataka nisaidie mtu mwingine ambaye ako na shida yoyote, ambaye anataka maombi, sababu Mungu alinituma hapa nikusaidie kuomba ili Yesu Kristo akupatie kile unataka, sababu vitu vyote Yesu Kristo, ngani nasema ziliumbwa kwa Yesu, kwa mguu ya Yesu Kristo. Ukitaka ita jina hiyo, jina hilo na mamlaka, jina ambayo imeshinda majina zote, ita jina la Yesu Kristo. Utaona sasa, utasikia na utapokea wokovu na utapokea uponyaji, utapokea miujiza, sababu ukiita jina la Yesu Kristo, hiyo jina iko na nguvu. Baba wetu mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tumekushukuru, tumeinua jina lako juu. Nimekabidhi huyu mama mkononi mwako. Huyu mtoto analia, huyu baba aweza katembea, huyu ako na shida Jehova, nimemkabidhi mkononi mwako. Hii boma yote, hii ukoo Jehova, huyu analia, huyu hawezi, anakaa kwa wheelchair sababu ya ugonjwa. Huyu anashindwa na kutembea, kukula, mwili yake imekatwa, iko na vidonda kwa sababu ya ugonjwa ya sukari. Niko hapa leo kama mtumishi wako, sababu ulituma mwana wako wa pekee ili yule ameamini aokolewe, asipotee. Na huyu mama, huyu kijana, huyu mzee anapotea sababu sukari inamshinda, ako na pressure, ako na kansa, ako na kifua kikuu, ako na kichaa, ako na maumivu, na hata shamba ananyang'anywa, mali zake ananyang'anywa. Amekuja kwako Yesu Kristo ili yule amekuja kwako hatapotea tena. Kubali aingie kwako, sababu analia na machozi, anatetemeka, ana la kufanya, lakini akikuja kwako utamfanyia. Baba wangu, nimeomba nikiamini ya kwamba zote zinawezekana, sababu wewe ulisema zote tukiomba kupitia jina la Yesu Kristo utatufanyia, ili jina la Baba ipate utukufu. Kwa maana sasa Baba, nimewakabidhi mkononi mwako, jina lako tukuzwe. Nimeomba nikiamini ya kwamba umetafanya, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen, amen. Mimi ambayo nilikuwa nikikuhubiria, ninaitwa Askofu Nereah Mbewa.
Ninatoka kwa kanisa ambayo inaitwa Hope for God in Christ. Kanisa letu iko hapa Nairobi, Makongeni, Njugu Road. Makongeni, unaingia na Makongeni police station. Enda tu mpaka juu, usiende upande wa kulia ama kushoto. Enda tu mpaka mwisho wa barabara. Piga simu, utatupata. Kuja ili Yesu akupokee, ili upate uzima wa milele. Ukikuja kwa kanisa letu, niko na hakika, kuja uone Mungu na macho yako, na uone miujiza na ishara, na Mungu atakutendea. Sitaki niharibu wakati, wacha nikupatie namba yangu. Tuko na makanisa nyingi sana, lakini ukitaka unipigie nikuonyeshe mahali uko, mahali kanisa yetu iko. Tuko na makanisa nyingi, lakini piga simu yangu, nitakueleza mahali unataka kanisa, na utaingia na utapata wachungaji hapo. 0720403913. Nimekukaribisha kwa kanisa letu, kuja upokee miujiza kupitia Yesu Kristo. Mungu akubariki. Nimetangaza mkutano ambayo tuko naye Mbewa, Homa Bay County, tarehe 28 hadi tarehe 1. Njooni nyinyi nyote wale wako na mzigo, mtapumshishwa. Kuja na shida yako, lete mwingine, lete mgonjwa, lete wale hawajiweza. Itawezekana siku hiyo, katika jina la Yesu Kristo nimekukaribisha. Mubarikiwe sana tena zaidi. Amen. Eternal Father, I offer you the